Sasa ni kitu fulani hivi kameka kadogo tu hivi, na kupalilia ile kitu inataka moyo, maana unapinda mgongo. Sasa kuna wakati wale waliofanya hiyo kazi watakubaliana na mimi, unaweza ukatazama, hasa ikiwa asubuhi na umande umedondoka, ni ngumu kujua ulezi halisi ni upi na nini, na gugu ni lipi, nyasi ni ipi. Na unajua wengine walijaribiwa kulitazama wakadhani ni ulezi halisi, ni zao halisi, wakalipalilia, maana limechangamana. Ukikuta watu wamekula sare ya makambi ya 2026 Nyakato, na ukawauliza wapendwa, vipi makambi 26? Nakwambia sisi unavyotuona tunakwenda na tunavyoenda tunamsubiri Yesu. Mama, nenda pole, nenda pole, mambo yako umerekebisha. Twende taratibu baba, umerekebisha mipango yako ya kando. Maana kuna wakati tunaweza kuwa tunashughulika na mambo ya nje, lakini mambo ya ndani yanakataa. Biblia inaniambia Abraham, nampenda Abraham, Abraham akaenda kama Mungu alivyomwamuru. Haleluya! Kwa hiyo kuna nyakati unaweza ukapalilia gugu, utakuja kugundua baadaye, unashangaa ukija baadaye, ulezi wa pembeni umechanua, umeweka maua. Hili gugu halina ua lolote, hili gugu halizai, hili gugu linatesa kanisa, hili gugu linatesa kwaya, hili gugu linatesa ndoa. Nimemuomba Bwana atusaidie kuwa halisi na sio feki. Vitu feki vinalitesa kanisa. Abraham akaenda kama Mungu alivyomwamuru. Nimemuomba Mungu anisaidie na akusaidie kwenda kama alivyoamuru, kwenda kama alivyoamuru. Kinachovutia ni hiki, hebu angalia tofauti. Anasema alipoamua kwenda kama Mungu alivyoamuru. Kwa hiyo mnajua kabisa Yona alifanya kitu fake na Mungu alishughulika naye. Mtu mmoja aliyeamua kwenda anavyotaka anatosha kuleta mateso kwenye kanisa. Ile merikebu inataka kuzama kwa sababu ya nani? Twende taratibu, kwa sababu ya nani? Unafikiri wanahitajika wanakwaya wa Zambi wangapi ili kwaya isukosuko? Mmoja tu, na amekula tai. Hata jamaa walipoanza kuhangaika kuomba, jamaa limetulia tu. Na unajua kisha muacha Bwana, unaacha na maombi. Taratibu taratibu unaacha na ibada. Taratibu taratibu unaacha na kununua lesson, nasema nasoma ya mtandaoni. Mahali fulani nikauliza, na Yesu angesema anatuokoa kimtandao? Tani kuna wakati tunachukuliwa tu na upepo fulani. Leo mpaka mtu anakuambia, unajua sijaenda ibadani, nimeabudu mtandaoni. Wewe nenda pole. Na Yesu angetulia mbinguni aseme na waokoa kwa njia ya mtandao. Yaani na waokolea online. Jamani, hapa angepoda mtu. Lakini alishuka, akatembea kati yetu, akakaa kati yetu. Kuna nyakati lazima tuwe serious na wokovu wetu. Lazima. Halo. Kwa hiyo kile chombo na waonyesha tu madhara ya mtu anayeenda ila haendi kule Mungu anavyotaka, na faida ya mtu anayeenda akienda vile Mungu anavyotaka. Kwa hiyo huku tuna Ibrahimu anayeenda Mungu anavyotaka, huku tuna Yona mwinjilisti anayeenda anavyotaka. Matokeo balaa. Pepo zile mlizotuimbia mchana zikaanza kukipiga chombo. Na hakuna kitu kibaya kama Mkristo feki. Bora ukutane na mpagani kuliko Mkristo feki. Unajua Mkristo feki hata shetani mwenyewe anamshangaa. Yaani ni kama hamuelewi. Mpaka analalamika, anasema huyu mteja gani huyu? Juzi alikuwa kwangu, sasa tena ameenda kukaa kwenye makambi. Jamani, siaeleweke. Eleweka. Shetani mwenyewe anapenda watu wako serious yetu. Kuwa serious. Kama umeamua ni wokovu. Amina.
Sasa Biblia inaniambia Abrahamu alipoamua kufanya au kwenda kama Mungu alivyoamuru, ninavutiwa sana na yale yaliyotokea. Biblia inasema kwamba Ruth, nani jamani? Nimebaki peke yangu. Nani? Ruth ambaye alikuwa ni ndugu yake akaenda pamoja naye. Si kama mnaelewa hiyo point? Yaani kumbe, sikilizeni Wakristo wenzangu, kuna namna wachungaji, kumbe washiriki wakiamua kuishi uinjilisti haziwi kampeni. Watu wataona tu, watu watagundua tu. Yaani utashangaa tu majirani wanasema sikia, nataka huyo Mungu wako awe wangu. Yaani kwa lugha nyingine, wale wanaokwenda Mungu anavyotaka wanawavuta wengine kwenda kwa Mungu wao. Leo ni vigumu. Hapa kuna mtu tukiita nzengo yake, tukaita tu mkutano wa wazi, mbia jamani, sasa tumekuja kuambia kwamba huyu mama ndio mkuu wa wanawake. Mzengo wote zisema hili kanisa, huyu ndio mkuu wao wa wanawake. Si kama naeleweka nachokisema? Yaani maana yake tumepoteza mivuto, sifa njema, siha njema, maeneo yetu tunamoishi imepotea, na hivyo ni vigumu kupata wafuasi wa Kristo. Ni vigumu watu kutamani kuwa kama sisi. Kuna kisa nimekuwa nakisimulia mara kwa mara, maana kilinivutia sana wakati naanza kazi ya uchungaji kule Geita. Natembelea nyumba kwa nyumba wachungaji, nyumba kwa nyumba, kazi ninayoifurahia sana. Nakutana na huyu mama ambaye ni mwimbaji. Namuhamasisha, mama, ukazanie imani, sijui na nini. Akasema, pastor, mimi niliingia huko kanisani sikuhubiriwa. Nikasema inayo ni kali. Hukuhubiriwa, uliingiaje sasa? Akasema, mimi nilipanga kwenye nyumba ya mama mmoja Msabato nikiwa bado binti mdogo. Nilikuwa mkorofi mimi mchungaji. Akasema, sasa nikimwangalia saa hizi ni bibi kabisa, maana ana wajukuu. Ananisimulia sasa, nilikuwa mkorofi na huyo mama alikuwa mstaarabu pastor. Yaani anavyotuchukulia wapangaji ni kana kwamba yeye ndiye mpangaji, sisi ndio mabosi. Hatukichelewesha kodi anakuita, anakuombea. Salamu zikufikie mama unayetukana wapangaji. Unafikiri Mungu hakujui? Kama mwezi kunipa hela yangu, tokeni. Nilijenga na nyie, mnajua hela inakotoka. Kama nini simjenge kwenu. Mama, nenda pole. Maisha yanageuka eti. Unayemtukana leo, kesho utakutana naye barabarani, atakupa lift. Sisemi msidai kodi, lakini mtu anayemcha Mungu anadaije kodi? Lazima iwepo tofauti. Anasema yule mama hata akielekeza, tulikuwa na zamu za usafi, kuna wakati sifanyi usafi makusudi, nimtibue. Unajua hii dunia ina watu, yaani mtu anaamua tu akutibue eti. Halo? Swali, ukitibuliwa unatibuka? Lazima ujue tuko kwenye pambano. Wale wanaokwenda wakimsubiria Kristo lazima wajifunze kuishi kwa tahadhari. Anasema yule mama ataamka mwenyewe, zamu ni ya mpangaji, lakini ataamka, ataenda, atafanya usafi. Baadaye atamuita yule dada sebuleni kwake, ataomba naye. Halafu atamwambia, binti yangu, unajua ukweli ni kwamba hata malaika mbinguni hawatembelei mji mchafu. Salamu zikufikie wewe mwenye mji mchafu na kile chumba ulicho. Yaani kuna hata hapo ukionyeshwa vyumba walivyotoka asubuhi, hawafadadii eti. Yule mama anasema alikuwa msafi. Anasema, binti yangu, tukiacha mji mchafu hatutapata baraka. Hata mnapoenda nyie kwenye biashara zenu hamtabarikiwa. Tuwe tunafanya usafi. Na anasema yale maneno yanakuwa kama msumari. Wewe unajua ukisema makali ndio mtu anapona, kumbe ukisema ya upendo ndio yanaponyesha. Anasema mchungaji, nikawa nasikia yule mama kama ananichoma msumari. Siku moja Ijumaa nikaamua kumwambia mama, kesho naenda kanisani kwako. Yaani nilikuwa nikikaa nasikia hivi, natamani tabia ya huyu mama iwe tabia, natamani Mungu wa huyu mama awe Mungu. Akaenda kanisa.